Ninakushukuru nasema ni asante mtakatifu na Mungu wa mbinguni. Uinuliwe na uimidiwe leo na hata milele, my dear Father. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwenye nguvu kama wewe. Hakuna Mungu mwenye neema kama wewe, hakuna Mungu mwenye ushindi kama wewe, hakuna Mungu mwenye mamlaka kama wewe. Ninakuita siku ya Mungu wa baraka, ninakuinua Mungu wa utukufu, na kuinua Mungu wa urejesho, ninakuinua Mungu wa neema. Ninakuomba Yesu katembee siku ya leo Bwana mfalme, na ukakutana na mtu jokaze, umuvungue na umuokoe. Ninakuita Yesu mtakatifu wa takatifu, ninakuita Yesu wa neema, ninakuita Mungu wa ushindi, nakuita Mungu wa utukufu. Jehova, tamalaki siku ya leo, uinuliwe dadi, uinuliwe Masia, uinuliwe Bwana wa mabwana, ukatende makubwa na makuu, nami nitakuinua, nami nitakutukuza. Mungu wa milele, tamalaki my dear Father, tamalaki Mungu wa milele, tamalaki Mungu wa mbinguni, tamalaki Mungu wa utukufu, tamalaki Mungu wa uweza. Oh my dear Father, Bwana mabwana, take over my dear Father, Bwana mfalme. Unasema ni wewe yule jana, leo na hata milele, my dear Father. Mungu uliyekuwa na mitume, Jehova, wewe ndio uliye wakati wa leo Bwana mfalme, naomba ukatembee my dear Father. Tuliona maajabu ukitenda katika Balao, unaenda katika Misri ukiokoa wana wa Israeli na mkono wenye nguvu wa Balao. Na ninajua kwamba siku ya leo utashika Jehova na mkono wenye nguvu, utaokoa wana wako, watoto wako kutoka katika utumwa Jehova wa dhambi na maovu na vifungo Jehova na madeni na mahangaiko katika ulimwengu wa kiroho. Inakuita Yesu katembee, maana Yesu ulitembea jana, mwaka wa jana, siku ya leo Bwana mfalme, utaenda kutembea my dear Father, utaenda kuonekana, utatukuzwa, utainuliwa milele na milele, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tamalaki, uinuliwe na uabudiwe, maana unastahili sifa na utukufu my dear Father. Siku yetu tunakuita, endapo kwanza tukaone mkono wako, tukaone Roho wako Mtakatifu Jehova akinena, akitenda na akiinua mtu Jehova, Mungu wa milele na Mungu wa neema. Tamalaki, uinuliwe na uabudiwe katika jina kuu la Yesu. Tuomba tu aseme amen. Mtu aseme amen. Guys, leo nataka tukakuwe na maombezi na tukakuwe na neno, na pia nawaomba msamaha sababu mmeona kwamba nashikanana mpaka unakuta kwamba saa zingine na kwanza kujielewa na kuwa fairly tired kabisa ile ya ukweli. Napenda sana kuingia live, napenda sana kuweka ma videos tukiwa pamoja nanyi, lakini nakuta kwamba wakati mwingi kama mwanadamu ninachoka. Lakini leo kama unasikianga leo niko live, leo mimi niko on. Ako wapi mtu? Tuweze kuingia live pamoja hapa, tuweze kumwomba Mungu wetu, tuweze kumuinua Mungu wetu, na tumwambie Yesu tunakupenda, naye atuambia hakika nawapenda watoto wangu. Wapi mtu anayesema Yesu tunakupenda? Maana leo nataka kuomba na watu ambao walio na imani, na ukiingia mahali pale unaniambia uko wapi, na nitakuelezea mahali niko. Mimi niko Thika Athena, unanielezea uko wapi. Mutula Patricia, amen, na kuona. Nataka tukaingia katika neno la Bwana, tuweze kuzungumza pamoja, tuweze kuomba, tuweze kusoma neno la Bwana, maana ni vizuri kujifundisha neno wakati wa mwisho, na jina la Mungu litainuliwa milele na milele. Asante sana Opa Kezoi. Amen pastor. Leo lazima tukue na neno ambayo ni moto sana. Baada ya neno tukue na maombi, tuombe. Hapa tunaomba kama kuomba. Na pia nimewaambia kwamba shughuli zimeanza. Kesho ni siku ya fasting kama kawaida. Lazima watu wa fast, hata kama unapastia kwa nyumba. Leo ni siku ya fasting na Mungu atukuze. Opa Kosigoi, Happy New Year Apostle. Sija kusalimia huu mwaka, asante sana, Happy New Year. Nimeona Christine Abigail, amen. Nimeona Mtula Patricia, mimi niko Nairobi Gara. Mtula Patricia uko Nairobi Gara kweli? Mtula ya mimi nasemanga uko nje saa nje. Asante sana, maana nimejua uko Nairobi pale Ngala, na mimi niko Thika Athena. Nani mwingine atasema Apostle mimi niko mahali fulani? Nani mwingine ataniambia Apostle, atanisalimia niambia kwa mahali fulani? Mara tuanze na maombi tena, tuingie katika neno, na mniambie mnaniona, mnanipata ukiwa wapi, niko clear ama siko clear. Kama siko clear unaniambia uko clear, nitengeneze. Yes, mimi niko Nairobi Gara, asante sana. Niko Nairobi Gara. Yes, unaniambia uko wapi? Najua uko wapi.
Ni Jemu Olpa Apostle, ni jina ilibadilika. We Jemu Olpa, Mungu akubariki sana. Wewe ndio uliniwekea wifi kanisani. Hebu niambie kama ni wewe. Mimi niko Oman. Asante sana. Jemu, ulinjita Olpa Kosigei, sawa tu. Jemu Olpa, Mungu akubariki sana. John Chikatete, Apostle uko Korea, niko Thika. Asante sana John Chikatete. Ya, unaingia kama unaniambia kwa wapi? Course Labs. Nimeingia Immaculate Kitale. Asante sana. Wow, God Labs. So ni Immaculate Kitale. Yes. Unaingia pale unaniambia uko wapi? Nataka tuingie katika neno za tuje la Mungu. Tufundishe neno lenye moto. Pale tukitoka pale kufundisha ka neno, tulikuwa na mjadala kidogo pale na utaona vile Mungu atafanya. Yes, Apostle, Yesu asifiwe. Mimi niko K-Road. Margaret wa Jiro uko K-Road. Tunapitanga hiyo jia K-Road tukielekea Kimusho. Ndio Margaret, unajua Kimusho, Kimunyo. Ya All Purpose Gate ni mimi nilikuwekea Apostle. Asante sana. Ila hata siku nyingine kanisani nilikuwa nasema ni nani huyu alikuwa kanisani jana Sunday. Kumbe Olva Jemundi aliniwekea. Okay sana. Thank you, Mungu akubariki sana. Dinosia, praise God Apostle. Niombe, nataka kwenda kufungua kazi. Ni God, please God afungue milango. Thank you sana. Margaret Mweka, mimi niko Nyeri. Asante sana, Mungu akubariki. Nanguti Sharon, praise God Apostle. Watching from Kenyatta Road. Wow. Watu wa Kenyatta Road, Mungu awabariki sana. Watu wa Kenyatta Road, Mungu awabariki sana. Hiyo ni njia yangu na vitanga nikienda Kimunyo pale pasti. Sio kama nyinyi mnajua Kimunyo na ni njia kwangu kuelekea huko. Yes, nani mwingine huyu? Yes, nataka tuingie katika maombi. Then baada ya kuingia katika maombi nataka tuingie katika nini? Nataka tuingie katika neno. Na good, amen. Iponi, praise God Apostle, ni Iponi kutoka Maraba. Maraba hii ni ya wapi? Ni ya Thika ama ni ya Kitale? Hii Maraba ni ya wapi? Bila Kadule, Hello Online Church, family mkopoa. Kadule ulienda wapi? Kadule, asante sana. Kadule kama secretary wa Online Church, kumbushe watu kesho ni fasting day. Waambie lazima tumeanza. Apostle Obu, unameniombea nipate triples voice. Asante sana. Yes. Kabisa. Aiboni na jala Thika. Asante sana watu wa Thika. Thika ni kuzuri sasa. Zaidi mananasi. Sasa ni msimu wa mananasi. Mungu awabariki sana tena sana. So guys, nataka tu like. Pale tutikisha hata like ipande ndio tuanze na maombi. Amen sana. Lazima kukaa. Hivi kukaa na Yesu Kristo. Aganda ndani yako hata kufungukia. Mwanadamu anaweza kukufungukia, lakini ukikaa na Yesu hata kufungukia. Ukikaa na Yesu hakuna kukufungukia. So guys, pigia like pale. Nataka nione like zikuwe mingi kuliko nini? Kuliko viewers, yeah. Yes. Like ipande nianze na maombi kama thunderstorm hapa. Leo nimeshika kanisani, nimekuwa huduma kutoka saa moja na saa 2 tu. Yes, I think saa 2 mpaka saa 2:30 saa usiku. Sasa ndio natoka. Na nikasema lazima niingie kanisani. Lazima niingie kanisa la Online Church. Sijui nimesikia msukumo. Tuweze kuwa pamoja, tuongee pamoja, tusome maandiko pamoja na Mungu awabariki. Nangojea like pande yake guys. Nangojea like pande. Guys, msitunyime like. Ile like ndio tunakulanga hii like. Like ndio tunakulanga. Yes. Ninyime like. Nangojea Abigail asifiwe Bwana, niko Oman. Asante sana, Mungu akubariki. Ngojea ifike hapo. Sasa guys, nataka tuingie katika maombi yenye moto. Miriam Dua, hello, praise God, amen. Nataka tuingie katika maombi. Tena baada ya kuingia katika maombi, tuingie katika neno. Asante sana, nimeona like zimepanda. Apostle niko Mutaika. Mutaika iko wapi? Mutaika Nairobi, ya? Bendera Kiteme, asante sana. Kama uko Mutaika, God bless you. Yes, God bless you. Guys, nataka tuweze kuingia katika maombi. Na tukiingia katika maombi, nataka tuingie katika neno. Ina Ayof
Kesho tutakuwa fasting. Jioni nitakuwa naenda sehemu za huko Kisumu huko. Sehemu za Kisumu, Kisii kokote tutatembea huko. Kwa kesho jioni tutakuwa nasunguka huko, niko na mahuduma huko. So watu wa idea hiyo tutakutana pale vizuri sana. Na boss hii Sunday ni ya those acha youth pia tumature kwa kiroho. Haiponi jahili umeanza gani? Mimi nimekataa. Jahili mapindu. Hiyo Apostle Joshua. Haiponi jahili nitakuja kujua haiponi ni nani. Na boss hii Sunday ni ya youth. Acha youth pia tumachue kwa kiroho. Mimi sijakataa. Haiponi mimi sijaikataa. Yes, nimekujua na haiponi wa Maraba. Tika. Kabisa. Hii Sunday ni ya youth. Mpige mapema kanisani sababu ya kujipanga pale. Miriam Doa, Faithful Charles alisema akina imani sawa. Pitia Kitale. Yes. Ana Somora. Amen. Oboso nakuja nyumbani mwezi wa 4. Lazima ni pisti kanisa yako. Asante sana. Oliver Jemu. Kabisa. Kuna huyu alikuja dada anaitwa nani? Anaitwa nani huyu alikuwa kanisani Sunday? Kutoka Katala. Mama anaitwa nani? Kezia Muko anajiita jina gani lingine? Daniela alikuwa kanisani Sunday Kezia Muko. Akakutana pale na Lecho la Nyawa live on camera live. Yes. After just prayers, hao tunawaombea leo. Kama mnataka tuwaombee, nataka like sikue mingi zaidi. Waposto nakuja nyumbani mwezi wa 4. Lazima ni peace enza yako. Utakuja hapo nikuonesha wifi yako. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue kabisa. Yes. Guys, nataka tuweze kuingia katika maombi. Then baada ya kuingia katika maombi, tuingie katika neno. Like sikue mingi. Kuliko maana lazima tukimaliza tuombee Charles na Ibrahim. Tusisahau na Ibrahim. Tusikumbuke Charles peke yake, tusahau na Ibrahim. Wote tuwakumbuke kwa maombi. Sasa nasikia nahitaji nasikia kuomba. Yaani nasikia kama tangu nitoke huko Zanzibar. Guys, sijawahi kuambia. Nilipika kidogo sana, niliumia huko kwa mchezo. Huko Zanzibar mimi nilikuwa naona kipo hapa macho. Nilikuwa natembea na kipo. Nikiamka nilikuwa naambia Mungu asante. Wakati nilivuka mpaka nikakuja Kenya, nilishukuru Mungu. Maana sikuwa najua kama nitarudi Kenya. Maisha pale ilikuwa mabaya sana. Tena sana, vile sijaiona tangu nizaliwe. Maisha ilikuwa mabaya sana. Kule maisha ilikuwa rahisi. Maisha ilikuwa mabaya sana. Praise God Apostle. Pray for the deliverance of children. Yes, nitaanza kwa maombi. Mungu anikumbuke. Asante sana. Na kutaja katika maombi. Na nataka tuweze kuomba kadhune na kutaja katika maombi kwa jina la Yesu. Mungu akufungue na Mungu akutendee. So guys, wacha tuweze kuomba. Nimeshinda maombi na leo ilikuwa fire sana. Deliverance imefanyika ijawahi onekana. Hallelujah. Na Sunday hii ya deliverance ni wanalika, hata kama ni wanalika pia ni ya deliverance. Wanalika watahubiri asubuhi na mimi nihubiri mchana. Na deliverance itaendelea, itaendelea tena kali sana. Siji mkuje muone wale ambao wapingamizi. Hii lazima itafanyika. Neema imeshuka mingi sana. Neema imeshuka. The more mtumishi mtu wa Mungu anapopigwa vita, the more anachukua nguvu, the more Mungu anamuumba upya. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, muumba jina mbingu na vyote vinavyoonekana, visivyoonekana. You are the Lord Almighty, you are the Lord of power, you are the King of glory. Ninakuinua mtakatifu wa takatifu, na ninakuinua Mungu wa Israeli, na kuinua Mungu wa milele, na kuinua Mungu wa neema, na kuinua mfalme wa falme, na kuinua Mungu wa Israeli, na kuinua Mungu wa mbinguni. Nikitangaza hakuna Mungu aliye kama wewe. Nikitangaza hakuna Mungu aliye na nguvu kama wewe. Nikitangaza hakuna Mungu aliye na uwezo kama wewe. Nikitangaza hakuna Mungu aliye na neema kama wewe. Nikitangaza hakuna na Mungu aliye na mamlaka kama wewe Jehova. Ninakuita mchana wa jioni ya leo na niliinua jina lako takatifu, jina iliyo eli kuliko majina yote. Nataka naomba uwepo wako Jehova kashuke, neema yako Yesu ikashuke, nguvu zako Yesu zikashuke, ikatawale mahali hapa Jehova. Ukaonekane Mazia, ukaonekane Bwana wa mabwana, ukaonekane Mungu wa Israeli, ukaonekane Mungu wa neema, ukaonekane Mungu wa rehema, ukitembea Jehova na ukitenda miujiza kupitia neno hili Bwana mfalme, ikafungue watu, ikakomboe watu, ikaokoe watu in the mighty name of Jesus Christ. Amen.
Guys, tunaenda kuingia katika neno, na neno la leo litakuwa tofauti sana na zile neno mmezoea kusikia hivi karibuni, maana hii ni neno ya mtu aliye mahali hapa moyo. Hii ni neno la mtu aliye mahali hapa moyo, maana kuna mtu ambaye amefika mwisho, anaona ya kwamba Mungu amemwacha, anaona ya kwamba Mungu amemsahau, anaona ya kwamba ni kama hakuna Mungu. Nimetumwa kwako nikwambie there is God in heaven. Wakati ambapo imani yako umefika mwisho, Mungu anashuka na anatenda. Wakati umefika mwisho, Bwana ushuka na Bwana utenda. So siku ya leo tuamini Mungu pamoja, tumtegemee huyu Mungu na Mungu atakuinua. Nataka tukapate historia ya mtu mmoja katika kitabu cha Luka ambaye alikuwa amefika mwisho katika maisha yake. Alikuwa amefika mwisho kabisa katika maisha yake, lakini alipomwamini Yesu, maandiko yananiambia kwamba Yesu alitenda mema. Kama pile siku ya leo kuna mtu ambaye Mungu atatenda mema juu ya maisha yake. Neno ni nini? Imani ni kuamini mambo yasiyoonekana. Nataka tuanzie pale, ili tukianzia mahali pale tukaingia katika neno uweze kuelewa vile maandiko inasema. Kitabu cha Hebrews tunaanzia pale, then tuweze kuingia katika moja kwa moja katika fundisho langu la siku ya leo. Nizungumza na moyo ambao umefika mwisho, moyo ambao umemngojea Mungu. Unaona ni kama hakuna Mungu, nikwambia kwamba bado kuna Mungu, na imani yetu tunaiweka ndani ya Yesu Kristo. Na ukiweka na ukiamini, Yesu anasema kwamba yeye anjaye atakawia, yeye anjaye atakawia. Yesu wetu atakawia kuja kukutendea, kuja kukuponya, kuja kukuinua, kuja kukubariki. Haleluya. Sijui kwa nini nasikia niambie mtu neno kama hiyo. Sijui kwa nini nasikia moyo wangu ukiniambia niambie mtu kama neno kama hiyo. Kuna mtu ambaye amekufa moyo na amefika mwisho. Nimetumwa kwako nikuongeleshe, nikwambie usikufe. Kitabu cha waraka wa Ibrania 11. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. So lazima ukuwe na imani, maana imani ni kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana. Kitabu cha Hebrews 10 verse 27. Ningeomba mtu aniandikie mahali pale usikie, ili nikimaliza unaweza rudia 1-on-1 unaandika pale. Tumesema tumeanza kitabu cha Hebrews 11 verse 1. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, mambo yasiyoonekana. Na hiyo ndio waumbili waumba imani ndani yenu, maana kupitia imani miujiza huwa inafanyika. Yesu aliuliza wale wagonjwa, mko na imani? Mungu alipokuwa anasema ako na imani, anamwambia imani yako na ikuponye, imani yako na ikuponye. So hata siku ya leo ukiendea Mungu lazima ukuwe na imani. Nasema hivyo ndio tuweze kuingia katika neno. Tunaposoma katika kitabu cha Hebrews hiyo 10, Hebrews 10 verse 37, maandiko inasema nini? Maandiko inaniambia hivi, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye anakuja. Bado kitambo kidogo sana. Mungu amesema bado kitambo kidogo sana. Maandiko inasema kwamba Mungu ako na njia 1000 za kuokoa mteule wake ama mtumishi wake. Na anasema kwake miaka 1000 ni kama mwaka moja, na mwaka moja ni kama miaka 1000. So wewe pangia Mungu pia atakubariki siku gani atakubariki. Maana wewe ujui kesho, lakini Mungu anajua kesho yako. Na ndio maana tunajiunganishanga na Mungu mwenye kujua kesho, ili atufunulie kesho itakuwa nini. Yesu akasema sitawaacha kama mayatima, nitawatumia msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho akikuja atawakumbusha mambo yaliyopita, awafundishe mambo yaliyomo, na awafashe mbali za mambo yajayo. Maana Roho wa Mungu ndio huwa anafasha watu mbali za mambo yajayo. Wakati unakaa vizuri na Mungu, Mungu anakufunulia. Maana anasema kwamba sitafanya jambo lolote bila kufunulia manabii au watumishi wangu siri. So hii siri Mungu anafunulia wale awapendao ama wale wampendao. So lazima Mungu akufunulie. Mungu alisema kwamba je, nipiche rafiki yangu Ibrahim hii siri
Yale mambo unaenda kutenda huko Loto, ni huko kwa Sodoma na Gomora. Je, ni mpiche? Na kama huyu rafiki yangu atakuwa kabila kubwa? So Mungu, ukikuwa rafiki wa Mungu, anakuvunulia mambo mengi ambayo hujui. Haleluya. So cha maana ni kujiunganisha na Mungu. Mungu huwa anatutendea ni mambo mengi. Mimi najua Mungu ametenda katika maisha yangu, katika maisha ya wale watu ambao nimeombea, na waona wale ambao wako na imani. Maana kuna watu wako na imani, kuna watu wengine kazi yao ni kumjaribu Mungu. Kitabu cha Hebrews, kitabu cha James, maandiko inasema namna gani? James, maandiko inasema hivi. Leo niko na nyinyi mpaka mwisho. Leo niko hapa. Mimi sisikii kuchoka. I care less. Maana leo kesho nikiamka ni kwenda mlimani tu. Sina kazi nyingine. Kesho ni kuamka ni kwenda kupass, ni kwenda kufunga. So hata nikitoka hapa saa 5, maana niko pamoja na nyinyi. Kitabu cha James chapter 1 verse 5. Nataka nikutie nguvu na nikupatie neno. Nikwambie watu Mungu hajasahau. Nikwambie Mungu hajachoka. Maana anasema kwamba Mungu si mwanadamu aseme uongo. Akisema atakubariki, atakubariki. Na akisema atakuinua, atakuinua. Maana anasema namna gani? Kitabu cha James 1 verse 5. Lakini mtu wa kwenu akifungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu, awafae wote kwa ukamilifu, kwa ukalimu, wala akemei, naye atapewa. Mtu wa kwenu amefungukiwa na hekima. Mtu aliye na imani ako na hekima ya Roho Mtakatifu. Sijui hekima hii tunataja ni hekima ina gani? Si ile watu wanaenda kwa shule. Inasema hivi, ila naombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi. Mwenye shaka ni kama wimbi. Mtu aliye na mashaka ndani yake. Kazi ya Shetani ni kuleta mashaka ndani ya moyo wa wanadamu. Maana anajua kwamba akikuingiza box, akutie mashaka, ukose kuamini, hakuna muujiza utatendewa. Kazi ya Shetani ni kutia watu mashaka. Na Mungu anasema namna gani? Mungu wote na kukalimu wala akemei, naye atapewa, ila naombe kwa imani pasipo shaka yeyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari iliyochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama huyu asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usizeze katika njia zake. Lakini sikia sasa. So lazima ukuwe na imani. Ukitaka Mungu akutendee, lazima ukuwe na imani. Usikube moyo dada, usikube moyo ndugu. Wende mbele za Mungu ukiwa na imani, maana imani yako itakuokoa. Yesu akazingatia mambo hii, akaambia wanafunzi wake, mkiwa na imani kama chembe la adadali, mtaambia mlima huu ng'oka, mlima uende baharini, na utawatii. Akawaambia tena, mkiwa na imani kama chembe adali, mtaambia mkuyu huu ng'oka, uende baharini, na mkuyu utatii. Imani uvunja milima. Imani uhamisha mambo. Saa hii nataka upange maisha yako, ukuwe mtu wa kuamini ya kwamba yote inawezekana. Yote inawezekana. Maana Yesu aliambia yule baba, yule mtoto, yote inawezekana kwake aaminiaye. Yote inawezekana kwake aaminiaye. Haleluya. Na kama yote inawezekana, ni kumaanisha namna gani? Yote inawezekana. Yesu akaita mitume katika kitabu cha Matthew 18:18, akawaambia, nimewapatia nguvu na uwezo. Chochote mtafungua duniani kitafunguliwa juu mbinguni, na kila mtafunga hapa duniani kitafungwa juu mbinguni. So yote inawezekana. Kuna kufungua maisha yako, kuna kufungua anga yako, kuna kufungua roho yako, kuna kufungua maisha yako. Yaani chochote ambacho kilifungwa unaweza ukafungua wewe mwenyewe kupitia imani. Nayo imani hii iko ndani ya mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Lazima uamini ukiwa ndani ya Yesu. Lazima uamini ukiwa ndani ya Yesu ya kwamba yote inawezekana. Katika kitabu cha Hebrews 4:12, not Hebrews, kitabu cha Acts
of Apostle ama Matendo ya Mitume, unaweza niandikia pale Matendo ya Mitume 4:12. Yesu anasema namna gani? Sikia hii. Na ili nikupeleke mahali ambapo nataka nikupeleke, inasema namna gani? So tutaamini ndani ya jina la Yesu Kristo. Maana Yesu ndiye wokovu wetu. Yesu ndiye wokovu wetu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12. Na inasikia leo kuna mtu imani yake itaumbika. Kuna mtu imani yake itaumbika. Na kuna mtu atajifungua siku wa leo kupitia kwa kuamini. Kitabu cha Hebrews 4:12 inasema aje? Walakini hakuna wokovu katika mwingine wao yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasao sisi kuokolewa nalo, jina la Yesu. Kwa hiyo imani yetu tunaiweka ndani ya jina la Yesu Kristo. Sio Hebrews limesema mercy, limesema Acts of Apostle 4:12. Lazima tuweke imani yetu katika jina la Yesu Kristo. Sasa leo nataka tuende moja kwa moja katika fundisho. Then kutoka hapo tuombe. Nikupatie historia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa na imani tele. Alikutana na watu tele waliokuwa hawawezi na akawatendea. Katika kitabu cha Luka. Maana tunaenda kitabu cha Luka, hapo ndipo nataka tukakuwe na somo letu siku ya leo. Nikwambie wewe ambao umefika mwisho, kuna njia. Hapo mbele kuna njia. There's way. Where there's no way, there's way. Where there's no way, there's way. Yesu ndiye njia. Ukiwa na Yesu utakuwa na njia. Ukiwa na Yesu utakuwa na njia. Mtu aliye na Yesu ndani yake, hakuna siku utafika mwisho. Hakuna siku maadui atakuweka kwa ukuta ama kwa kona. Mungu atakutengenezea njia ama mlango wa kutokea. Kwa nini nasema hivyo? Maana Maria ananiambia kitabu cha Zaburi, mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini Mungu umuokoa nayo yote. Ama Maria anasema namna gani? Maria anasema kwamba Mungu ametengeneza milango 1,000 ya kuokoa mteule wake. Yani 1,000 doors. Yani Mungu ako na milango 1,000 ya kuokoa mteule wake. Kwa hivyo ndio nakwambia kuna njia mali ambapo hakuna njia. Wana wa Israeli walipika pale Red Sea. Na wakaangalia vizuri wakaona hakuna njia. Wakaona hakuna njia, na ukweli hakukuwa na njia. Maana mwisho maadui walikuwa wamewafuata. Pande hii ilikuwa ni milima, pande hii nyingine ilikuwa ni milima, na pale mbele ilikuwa bahari. Sikia vizuri. Pale mbele ilikuwa ni bahari, pande hii ilikuwa ni milima, pande nyingine ilikuwa ni milima, na maadui wamekuja na balasi. Wana wa Israeli wakaona hakuna njia. Wakienda huko wataenda kwa milima watakamatwa. Wakienda pande nyingine wataenda kwa milima watakamatwa. Wakirudi nyuma kuna adui na mbele kuna bahari. Lakini mtengeneza njia akawatengenezea njia. The way maker, who is Jesus Christ, akatengeneza njia. Na usiku wa leo nakwambia wewe ambao unaona hakuna njia, there is way. Mungu atakutengenezea njia. Mungu atakutengenezea njia. Mwambie the way maker, nitengenezee njia. Na Mungu atakutengenezea njia. Alitengeneza njia katika Red Sea. Wana wa Israeli wakapita. Na siku ya leo atakutengenezea njia. Atakutengenezea njia. Atakutengenezea njia. Haijalishi maadui waliweka milima, wameweka milima, haijalishi wamejenga maukuta. Maandiko yananiambia, Mungu akaambia Musa, kwa nini Musa unanililia? Nyosha pimbo, ambia wana wa Israeli wasonge mbele. Nyosha pimbo na waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Na Musa akanyosha pimbo na akaambia wana wa Israeli wanyoshe pimbo. Na maandiko yananiambia bahari ikakuwa nchi kavu. Wana wa Israeli wakapata njia. Kama pile usiku wa leo kuna mtu atapata njia. Kuna mtu atapata njia. Utaamka asubuhi upate milango imefunguka. Upate milango imefunguka. Yesu simba wa Yuda ndiye aliye na ufunguo, na yule mlango amefungua. Hakuna adui wa kufunga. Simba wa Yuda ambaye ni Yesu Kristo ndiye aliye na ufunguo wa kufungua, na yule mlango amefungua. Hakuna mwanadamu anaweza funga. Hakuna, no, anasema hakuna mwanadamu
anaweza funga mlango ule Yesu amefungua. Hakuna, hata atoke wapi, hata inuke, hata lale kuzimu, hata lale wapi, hakuna mwanadamu anaweza funga ule mlango Yesu amefungua. Na nakwambia namna gani? Nakwambia hivi, wana wa Israeli walipokuwa wakielekea, walipofuka LTC, Miriam akawaongoza na wimbo mpya. Na maandiko yananiambia kwamba Mungu akaambia Musa, hawa maadui mnaowaona hamtawaona tena. Kuna wakati wa maadui kuinuka kwa anga yako, kwa mbingu zako, lakini sauti ya Mungu ikiongea tu isema ya kwamba hawa unaotafuta, unaowaona hautawaona tena, utawatafuta wakose mpendwa. Na maandiko yanasema namna gani? Maandiko inasema hivi, wana wa Israeli wakafika jangwani na wakapata mji wa Jeriko. Mji wa Jeriko umejengewa maukuta makubwa na umesingirwa kila pande. Hakuna njia mwanadamu anaweza penya ama mwanadamu anaweza ingia. Na maandiko inaniambia kwamba, inaniambia namna gani? Musa wakaongopa, Joshua wakaongopa. Walipoongopa, unaposikia kivua ni kizito, wewe Joyline, hiyo ni vita unapikwa. Hiyo ni vita za kiroho. Hiyo ni mishale unapikwa mbaya sana. So Mungu aliambia Joshua wasunguke hiyo mji mara 7 kila siku. Na maandiko yananiambia kwamba waliposunguka, ukuta ulipomoka na mali ya kukuwa na njia ikafanyika kuwa njia. Yesu ndiye njia ya uzima. Tulio ndani ya Yesu tunalinga. Kwa nini? Tunajua Yesu ndiye nguvu zetu. Ni kwa nini nakuanga na kiburi hivyo? Niko na kiburi sana ndani ya Yesu, si ndani ya mwili. Si ndani ya mwili. Ndani ya mwili mimi ni mdhaifu kabisa. Wale walioniona wananijua mimi ni mdhaifu, lakini ndani ya Yesu niko na kiburi. Maana najua kwamba Yesu ndiye hakimu yangu, Yesu ndiye mtetezi wangu, Yesu ndiye wokovu wangu, Yesu ndiye nguvu zangu, Yesu ndiye uwezo wangu, kila kitu. Niko ndani ya Yesu, niko na kila kitu. Niko na kila kitu. Nawe mpendwa, ukiwa ndani ya Yesu, uko na kila kitu chenye unahitaji. Uko nacho. Uko nacho chenye unahitaji, hata kama ni nini, chochote, whatever you need, iko ndani. Ukiwa ndani ya Yesu utaipata. Maana Yesu ndio everything. Yesu ndio kila kitu. Na nataka nikwambie Yesu ni uzima siku ya leo. Kuna mambo yako yalikufa miaka nenda rudi, lakini siku ya leo kuna uzima wa milele unaenda kushuka. Nataka niseme hivi ndio niweze kuingia katika neno katika kitabu cha Luka. Nataka tuende pale katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka anasema namna gani? Kitabu cha Luka sijui 7 ama ni wapi? Niingie pale nikuletee neno kidogo. Kitabu cha Luka 7 verse 11. Yes, hapo ndipo nimetumwa siku ya leo. Na sijui kwa nini imekuja hiyo. Na nimesikia hiyo habari imenichoma moto. Sasa nataka tukaandamane moja kwa moja usikie maneno na kuumbilia ambali zake Yesu Kristo. Nasema namna gani? Neno inasema hivi, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Baadaye kidogo Yesu akakwenda katika mji mmoja uitwao Naini. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini ndani yake kulikuwa na uungu. Na maandiko yananiambia kwamba akatembea mji mmoja Naini. Akatembea mji mmoja uitwao Naini. Kama vile siku ya leo atatembea mji mmoja uitwao Thika. Kama vile siku ya leo atatembea katika hiyo kimtaa ama hiyo mji unaokaa ama hapa unaokaa, atatembea Yesu. Yesu ako na uwezo wa kutembea kila mahali. Yesu ako na uwezo wa kutembea kila kona. So
wakati na nyakati moja akatembea katika mji uitwao Naini. Ni nini kilikuwa pale Naini ndio Yesu aweze kutembea? Maandiko inaniambia namna gani? Maandiko inaniambia na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Mahali popote Yesu alikuwa anaenda, wanafunzi walikuwa wanamfuata. Na maandiko inaniambia sio wanafunzi peke yake, hata mkutano mkubwa ulikuwa unamfuata. Unafuata Yesu. Mkutano mkubwa ulikuwa unafuata Yesu. Na Yesu akaamua kwenda Naini. Maana Naini kulikuwa na kazi yake, alistahili kwenda na apanye siku ile. Na maandiko yananiambia namna gani? Na alipokaribia lango la mji, Yesu alipokaribia lango la mji wa Naini, Yesu alipokaribia katika lango la mji wa Naini, nchi ikatetemeka. Maana mkuu wa uzima ashatembea mahali pale. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Maana maiti asikuwe zinasikwa ndani ya kijiji. Maiti kuna mali zilikuwa zimetengenezewa kwa ajili ya maziko. Na sasa Yesu maandiko yananiambia kwamba Yesu akawa anatembea katika mji wa Naini. Na alipotembea katika mji wa Naini, maandiko yananiambia kwamba pale katika mji wa Naini kulikuwa na maiti ilikuwa inapebwa kutoka nje. My Father, kuna mtu amefika mwisho. Kuna mtu biashara imeenda chini na amefika mwisho. Kuna mtu ndoa imefika mwisho. Kuna mtu tumaini lake limefika mwisho. Kuna mtu anakiangalia maisha yake imefika mwisho. Kama ni ndoa imefika mwisho. Kama ni mambo ya house rent imefika mwisho. Ana chochote, anaangalia mbele na nyuma, anaona yeye chochote. Imani yake imeisha. Maana ameona tumaini lake la mwisho limefika mwisho. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika mwanamke yule ambaye alikuwa anaitwa Msevarite. Huyo mwanamke alikuwa amefika mwisho. Biblia inaniambia kwamba mwanamke alikuwa amefika mwisho. Na maana Mungu alikuwa na mpango mwema juu ya mwanamke. Maana Mungu anasema kwamba ninajua mawazo ninaowawazia nyinyi siku zenu za usoni, ni mawazo ya kuwatendea mema, si mawazo ya kuwatendea maovu. Maandiko yananiambia kwamba Mungu akatuma Elija. Ndio nitarudi mahali pale kwa Yesu. Akamwambia Elija, amka sasa. Maana kijito hapa kimeisha maji. Uelekee katika mji uelekee katika mji ule ambao nitakutuma. Na alipoenda mahali pale akapatana na mwanamke. Na alipopatana na mwanamke, maandiko inaniambia hivi, akapata mwanamke Sevalet anaendelea kuokota kuni. Na akaambia mwanamke, Elija akaambia mwanamke, enda uniwekee maji. Mwanamke alikuwa na msichana wake wakiokota kuni. Mwanamke akaenda. Na alipokuwa anaelekea kumwekea maji, mtumishi wa Mungu Elija akamwita. Na akamwambia, na sio maji tu, nataka unipikie hata chakula nikule nishibe. Mwanamke akamwambia, bwanangu, jinsi unionavyo, jinsi unavyoniona, mimi sina kitu mbele na nyuma. Mimi sina kitu mbele na nyuma. Kile niko nacho ni kaunga kadogo, kamebakia nikule mimi na mtoto wangu tukube. Lakini maana Mungu alikuwa na mpango mwema juu ya yule mwanamke. Ile akamwambia, neno la Bwana linasema hivi, pipa lako la kuweka unga na chupa lako la kuweka mafuta alitaisha. Haleluya. Na siku ya leo nimetumwa wewe ambao umefika mwisho. Wewe unaona ya kwamba mbele hakuna njia. Nikwambie kuna njia. Make my word. There is way where there is no way. Mungu zasigina anatujaribu. Haona imani zetu. Kama tunamwamini, kama tunamtegemea. So kuna njia, usikube moyo. Usijilaani. Usijichukie.
Usikate tamaa. Kuna njia, kuna njia. Kama ni magonjwa, kuna njia. Kuna malaika anatoka la failo kuponya watu magonjwa. There is way where there is no way. Ongezea imani yako juu. Inua imani yako juu. Inua imani yako juu. He mpendwa, inua imani yako juu. Inua imani yako juu. Inua imani yako juu. Inua imani yako juu. Maana kuna njia. Yesu akapika pale Naini. Na alipopika Naini akapata ya kwamba ile kitabu cha Luka 7:11 kuna maiti anatolewa nje. Na huyu maiti hakuwa maiti hivi hivi, alikuwa maiti wa ajabu. Maana alikuwa ni mtoto wa mama pekee, na mama alikuwa ni mjane. Mama so mama hakuwa na tumaini, na mama alikuwa ni mjane na ni mzee. Sikia inasema namna gani? Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye, ni mwana pekee wa mamaye. Sikia hii, sikia hii. Wewe umevutwa kazi, umesunguziwa kazi ikaisha. Sikia hii wewe ambao umeachwa na bwana. Sikia hii ambao wewe umeachwa na mke wako. Sikia hii wewe ambao umefutwa kazi. Sikia hii wewe ambao hauna pesa kulipa nyumba, hauna pesa kulipa nyumba. Sikia hii wewe ambaye hauna kazi, hauna ajira, hata hujui familia kula nini leo hata kesho. Wewe ambao umeambiwa kwamba utafungiwa nyumba, sikia hii. Mungu anasema namna hii, anakuongelesha. Siongei na matajiri leo. Matajiri mkalale. Naongea na mtu ambaye ako kwa shida. Ida magonjwa, ida ni madeni, ida umechukua pesa katika loni, na unaona kwamba hakuna mwangaza, unaona kwamba una njia, uko na madeni, kuchotewa. Wewe ndio mtu ambaye umefika mwisho. Wewe ndio ninaongea na wewe siku ya leo. Wewe ndiye mtu ambaye naongea. Sikia hii na uchukue imani. Nimetumwa kwa wale walio chini, niwainua kutoka chini kwenda juu. Oh my Father, usiku wa leo nimetumwa kwa mtu aliye chini. Nimetumwa kwa mtu aliye na madeni. Nimetumwa kwa mtu ambaye na kesi kotini. Nimetumwa kwa mtu ambaye ana school fees. Maana najua kwamba watu wanafungua shule. Watoto wamefungua shule. Kuna watu wana pesa kununulia watoto wao uniform. Kuna watu wana pesa za kupeleka watoto shule, na wana school fees. Hata saa hii si wakati kwa tunasema kwamba watoto wa government ati wa ile shule ya government sasa wanalipa school fees. Rais wetu amesema kwamba hakuna pesa za shule. So naongea na mtu kama hule. Wakati imefika kupeleka watoto shule, lakini una pesa. Na ukiangalia mbele na nyuma, unaona hakuna njia. Na kuambia kuna njia. Kuna njia, kuna njia, kuna njia. There's way. Ukiwa mtu hapo, umwambie kuna njia. Njoo umenitazama pale, umeniangalia. Nasema Joshua, ungejua nimekaa miezi 3 bila kulipwa mshahara. Joshua, ungejua nimekaa siku 3 bila kukula chakula. Joshua, ungejua nimekaa wiki mzima kabla kuweka shilingi 10 kwa mfuko yangu. Yes we. Nimetumwa nikwambia kwamba kuna njia. Na nitazama wewe ambao umefika mwisho, kuna njia. Yesu alikuwa masikini ili sisi tukue matajiri. Kuna mtu ameniandikia hapa, ameniambia pastor, school fees. Ananea watu ambao ni school fees. Hata wana watanja mahali pale. Kuna njia. Itakuombea, kuna njia. Na itapatikana. Na itapatikana, watoto watasoma. By faith. Yote inawezekana. Everything is possible. By faith, everything is possible. Yale mambo unaona kwamba iwezekani, inawezekana. Yale mambo unaona kwamba iwezekani, inawezekana. Siku ya leo ukiamini kutoka ndani ya moyo wako, na useme mtumishi wa Mungu ameniongoza, amesema kwamba inawezekana. Na useme kwamba inawezekana, itawezekana. Itawezekana. Hata kama tutailazimisha iwezekane, tutailazimisha leo na itawezekana. In the mighty name of Jesus. Itawezekana. Itawezekana. Itawezekana kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Itawezekana. Itawezekana kwa jina la Yesu Kristo.
Natangaza kwa anga yako, natangaza kwa ulimwengu wa roho, yale mambo imefika mwisho, yale mambo inakaa inataka kukufa, kwa jina la Yesu itaenda kuwezekana, in the mighty name of Jesus Christ. Tumekataa maisha ya utumwa, tumekataa maisha ya umasikini, tumekataa maisha ya kuhangaika, tumekataa maisha ya kuonewa, tumekataa hiyo maisha ya kufinyiliwa, tumekataa. Kwa jina la Yesu tunatangaza katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai afungue milango iliyofungwa, afungue madirisha yaliyofungwa. Maana anasema kwamba atafungua madirisha ya mbinguni, ni wamwangie baraka mkose mahali pa kuweka. Mungu anasema ya kwamba nitawafungua wafungwa waliofungwa, waliolaaniwa nitawabariki. Mungu wetu ndiye amebeba baraka za kubariki watu. Siku ya leo nitaenda kuachilia. Mimi ni mtumishi, mimi ni mteule. Oh my Father. Yes, still trusting God to bandage nafasi shuleni. Amen, in the name of Jesus. Niombe pastor, kuna kijana nampenda sana lakini ameniacha. Naomba uniombe turutiane. Neli Makena nakuhurumia sana. Wewe unalia juu ya kijana mmeachana. Sisi tunalia watoto waende shule. Ni sawa, ni hitaji. Sisi tunalia nini? Tunalia watoto waende shule. Unajua sasa wakati watoto wakwenda shule ni wakati wa kulipa nyumba. Wazazi wamechanganyikiwa. Na mimi nimekuja kuongea na msasi. Sasa tu unaomba tu kijana mrutiane. Ni hitaji yako, Mungu akupe neema. Neli Makena. Sikia hii pastor, kuna kijana nampenda sana lakini ameniacha. Naomba uniombee turutiane. Okay. Ni taji yako. Lakini sasa tunalia kwa sababu watoto hawana school fees. Kuna watu hawana rent, kuna watu wako na nyumba, kuna watu wako na loan funds. Maki nakuja kuwachota. Tunaombea watu kwa sababu watu kama hao. Bona wacheka ati enda karibu. Kwa nini anacheka? Unajua lazima watu wacheke. Sababu zaidi ya serious thing, yeah. Tuko katika mambo hakika, tuko na mambo ambayo ni serious now. Tuko mambo ambayo ni serious sana tena than ever. Maana nimetumwa nikuombee. Tukiwa nimeingia live siku ya kibule. Ita niko na sababu zangu ama nimetumwa nikuombee. Yes, tunaomba na Mungu najua kwamba atatenda. Anasema hivi, na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Ni mwana wa pekee ambaye ni mwana wa mjane. So huyu mwana alikuwa amezaliwa peke yake. Na huyu mama alikuwa mjane. Bwana yake alikuwa amekufa ama walikuwa wameachana. Waboso nisaidie kuomba Lois aweze kunirudishia pesa zangu. Roy, kuombea Roy aweze kunirudishia pesa zangu. 6.5 niweze kusukuma huduma ya God. Ndio nani wewe amekuwa na pesa zako mingi hivi? Kairi wa boko ni nani unataka kuombea saa hii? 6.5 ni pesa mingi sana. Mlipeana namna gani hizi? Anyway, Mungu akukumbuke na kuombea saa hii. Na alipokuwa anakaribia lango la mji, hapo walikuwa na maiti alimechukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nataka kuomba, nataka kuingia katika maombi. Niombe leo, nimekuja hivi kama mtume. Nikuombe na niondoke. Nikuombe na niondoke. Nikuombe na niondoke. Mama huyu, mtoto huyu alikuwa wa kipekee. Mungu ananiambia kwamba watu wa mjini walikuwa pamoja naye. Wa Boston niko na benki, deni ya bank loan 1.3 na niko mwisho. Yes. Tutakuombea leo Yesu Kristo. Tutakuombea leo kwa jina la Yesu Kristo. Ili ujue kwamba kuna Mungu analipia watu.
ili ujue kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Hapo walikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane na watoto wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. So siku ya leo nimetumwa nikwambie usilie, maana mama aliambiwa usilie. Na wewe usilie, maana kilio sio jawabu la mambo. Jawabu la mambo ni kwenda mbinguni pa Yesu na kuitana. Kama vile Mary alienda mbinguni pa Yesu na akamuita Yesu na Yesu akasikia. Hata wewe jawabu lako la mambo ni kwenda mbinguni pa Yesu na uitane na Yesu atasikia siku ya leo. Kitana pamoja nami, mimi na wewe tumuite Yesu. Haleluya. Tumuite Yesu. Mimi sina dini, lakini nimekuja kukusaidia wewe uko na dini. Maana mimi madini shaka katika madini. Mimi sina dini, hakuna mtu anaweza kuja hapa asimame aniambia ameninda hata sukali, sina dini. Lakini nimekuja kukusaidia wewe ambao uko na dini. Mungu akutoe katika dini. Maana mimi nimeshakaa kwa madini. Nimeshakaa miezi 8 bila kulipa nyumba, kodi ya nyumba. Nimeshakaa na school fees karibu miezi 3 sijalipa. So najua madeni ni nini. Nimeshakuwa na loan ya kabuni na loan ya bank. Na ninajua nishakuwa na Sailok, sijui inaitwa msale. Mpaka wakaniweka kwa CRB. So najua madeni ni nini. Lakini sasa Yesu huyu aliyonituma. Maana mimi nishaondolewa kwa madeni. Mimi sina deni, chunguza. Sio watu wanachunguzanga aje, sina deni. Nishatolewa kwa madeni. Na huyo Yesu ndiye nakuletea siku ya leo ambali zake. Nikwambie kuna Yesu anatoanga watu kwa madeni. Nimechelewa. Huyu nani amechelewa? Anaitwa Grace Salama amechelewa. Kuna mwingine anaitwa Jehova, unaweza fanya vile mwanadamu aweze akafanya. Yes. Jehova anaweza fanya vile mwanadamu aweze akafanya. Ujambo Apostle. Namba yako tafadhali. Happy New Year wapendwa, asante sana. So guys, nataka niendelee na neno. Nikwambie Yesu anaweza fanya kile mwanadamu hawezi akafanya. That is my number. Hiyo ndio namba unaweza nipata nayo WhatsApp. Unaweza nipata nayo direct. Sina namba 2 mimi si mkola. Hiyo ndio namba unaweza nipata nayo kwa WhatsApp, kwa M-Pesa. Hiyo bado namba hiyo 91. Siko pale, tunga imani. Sema mtumishi wa Mungu atakubariki na data ama na maji, always ni sawa. Ni sawa, so that's my number. So namba yangu iko mahali pale. Ukitaka pale utaipata. So guys, nataka niingie katika nimalizie neno. Then after that niweze kuingia moja kwa moja katika maombi. Inasema hivi. Yesu akamwangalia akamwambia usilie. Kuna mtu siku ya leo nasikia nimwambie usilie. Sababu gani? Kilio sio jawabu la mambo. Jawabu ya mambo ni kwenda mbinguni pa Yesu aliyekuumba, aliyekuokoa, aliyekufa kwa ajili ya maisha yako. Kama Yesu alikulipia deni kubwa namna hiyo ya mauti, akasema nitakufa kwa ajili yao, hata Yesu huyo atakulipia deni. Maandiko yananiambia kwamba Petro alikuwa na deni. Yesu akakuja akadaiwa. Na alipodaiwa akaambia Petro, enenda baharini. Pale baharini enda ufue samaki. Yule samaki utapata wa kwanza mkate mara 2 mdomo wake. Ukimpata mara 2 hapo ndani unapata dinari. Chukua nusu ulipe deni zako na nusu nyingine unilipie deni. Yesu anasema kwa ajili ya kifo chake msalabani alitulipia deni. Ndio anasema kwamba kulikuwa na mama alikuwa mjane. Na huyo mjane mwenye kuomba sana. Na maandiko yananiambia kwamba alikuwa amedaiwa, wanake alikuwa amedaiwa. Na akaenda kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Akamwambia mtumishi wa Mungu, unajua bwanangu alikuwa mcha Mungu. Na aliyekuwa amemdai
amekuja kunasa vitu zake zote. Kuna mama alikuja kwangu na anaweza kuwa ameniangalia pale, akaniambia, Joshua, nimekaa miezi 3-4 sijalipa nyumba, na mwezi mmoja alipanga 20,000. Nikamuuliza, sasa deni ni pesa ngapi? Nikasikia ni 80. Na akaniambia, si hivyo utumishi wa Mungu, watu wa loan, sijui aliwaita watu wa nini. Hata hiyo siku nilikasirika sana, nilikuja hapa nikikasirika juu ya watu. Hata wanapeana loan, sijui nitangwa nani. Na najua watu wa loan wakupeana loan mnaniangalia tu. Washamletea makaratasi, wanamwambia wanakuja kumchota vitu zake za nyumba. Mama akaniambia wamefika mwisho. Josh, mmeso usundili mpaka kesho. Sinipikie saa hii. Baba makaniambia amefika mwisho. Bwanake ana chochote na watu ambao ilikuwa tu set kwamba na yeye. Nikamwambia mama, Mungu anatenda miujiza. Haikufanyika. Ikapita Tuesday hiyo, Wednesday haikufanyika, Thursday haikufanyika, Friday akakuja tena na karatasi. Akiniambia, Joshua, sasa kesho ndio siku ambao watu watakuja kunichota. Akaniambia kesho ndio siku nitakuja kupata na ambapo hakuna njia. Nikamwambia mama, usilie. Nikamwambia mama, mali nguvu za mwanadamu zinafika, hapo ndipo dhaifu wa Mungu unaanzianga. Nikamwambia mama, tuamini Mungu. Juu Mungu aliniambia hautachotwa. Na nikasimama na hasira mingi sana, nikakemea hawa watu wa kuchotea watu kitu. Sijui wanaitangwa aje. Mnaweza niambia wanaitangwa namna gani? Nikawakemea sana. Na maandiko inaniambia kwamba huyo mama hakuchotewa. Hiyo siku mchana wake alikuwa Saudi Arabia, hakuwa anamtumia chochote, sijui ni Saudi Arabia, sijui ni China, sijui ni wapi. Anaanza akatuambia kama nitazama. Hakuwa anamtumia kitu, akamtumia pesa. Na kutumia huyo mama alitumia direct mwenyewe. Mzee na yeye maana alikuwa amefunga nicho kabisa, mlimuona pa 31st. Naye akaenda, Mungu akamuona, akamuonekania. Alipomuonekania akapata 20,000. Wakakuja wakalipa ile deni. Ikabaki kama 10,000. Ni Mungu si Mungu. So hakuvungiwa. Ndio nawaambia there is God in heaven. Kuna Mungu juu mbinguni. Tukiamini Mungu anatenda mambo makubwa kuliko yale tuombayo. Kitabu cha Philips, Mungu anasema namna gani? Sikia hii. Philips inasema hivi. Nataka kutia nguvu wewe usipike mwisho. Kitabu cha Philips 4:6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na sijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Yaani msijisumbue kwa neno lolote lile. Msijisumbue. Mungu anakuja. Yesu anasema kwamba hivi, msihangaike kwa ajili ya kesho, maana kesho itajishughulikia. Weka imani yako kwa Mungu. Usilose focus mpendwa. Weka imani yako kwa Mungu. Weka imani yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amini ya kwamba yote itawezekana. Mungu anasema kwamba anaweza kutupatia mambo makubwa hata kuliko yale tuombayo. So guys, tuendelee nasema namna gani? Bwana alipomuona, alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakimbia akamguza jeneza
Wale watu waliokuwa kilichukua akasimama, akasema, kijana na kuambia inuka. Wale watu hapo sana, maiti haikuwa inanguzwa na mtu, maana ukinguza maiti ulikuwa umechafuka siku mzima. Yesu siku ya leo atanguza shida zako. Kama vile aliinua mikono juu, upepo ukasimama, siku ya leo Yesu atanguza shida yako. Kama vile alipitia juu ya maji, hivyo hivyo atapitia juu ya shida zako, atakuinua juu. Aliambia Petro apitia juu ya maji, hivyo hivyo utapitia juu, utapitia juu ya shida zako, utapitia juu ya mahangaiko yako, utapitia juu ya mateso yako, utapitia juu ya madeni yako, utapitia juu ya mateso yako. There's way where there's no way. Unajua kwa nini Mungu amekuachilia mateso haya yote ikupate? Ili upitie juu ya hiyo mateso. Ili upitie juu ya hiyo mateso. Yesu aliachilia mitume ikawahangaisha. Yesu aliachilia mitume, mawimbi ikawahangaisha, mawimbi ikawateza, mawimbi ikawaonea. Na ilipokuwa saa 8, Yesu akaonekana kama kivuli. Walipomuona wakapika yowe. Yesu atakuja ule wakati utatarajii. Hapo ndio Mungu huwa anashuka, anakutendea. Wakati umefika mwisho, wakati ambao umemkana, wakati ambao unaona hakuna Mungu, hapo ndio anakujanga kujidhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu. My God, Mungu wangu ni wa last time. Tulikuwa tumepanga kwenda kwa mimi mwenyewe wakati wa ndoa zangu wa kwenda kuoa. Hii ni story wapea. Sikuwa na chochote, lakini nilikuwa na imani na nilikuwa na kanisa, na tukaombea hiyo kitu kutoka miezi kama 5. Tukakuwa katika hali ya kuombea na kujipanga na kuchanga kidogo, maana tulikuwa tumeitishwa 37,000 pesa ya chakula na pesa ya kupea wazee ya mfuko na vitu vingine hapo katikati hivi. Kuna zile tulikuwa tumetoa kama tukuzi, tulikuwa tumeshapeleka. So nikashangaa 37 nitatoa wapi? Na tukasema tupande milimani tukaombe. Na tukakuwa tunapanda mlima wa Mbezi. Tunaelekea katika mlima wa naitoka Bethlehem ya Utah. Tunachukuanga 2 hours kuelekea kule. Kila asubuhi, kila saa, kila wiki siku 3. Kila wiki 3 days. Kila wiki 3 days. Tukaenda kuomba Mungu atupatie pesa. Lakini cha maajabu, ilipokaribia ile siku, chairman, secretary, wadoko wao na viongozi wakaacha kanisa. Juti dama zonda kuweka, wote wakaacha kanisa. Wapendwa, nikaona nimekufa na Mungu ameniacha, na nikalia machozi. Imebakia wiki moja, viongozi wameacha kanisani wameacha kanisa na wametoka sasa. Na ile wanafanya, wanaondoa watu wakiwapeleka kanisa ingine. Na sasa nimebaki peke yangu, Joshua. Sababu hawana pesa na wiki imekaribia na ya viongozi hawajatoa. Maana mtu alikuwa amejiandikisha 5,000, mwingine 8,000, mwingine 3,000. Sasa imefikia wakati hawana. Na wakaamua juu hawana na wataka ipo juu ndio viongozi. Ile waliona ikiwa mzuri, akasema acha kanisa. Na wakaacha kanisa na wakaenda. Na nikaumia moyo wangu sana. Ilikuwa na maenda sasa wangu. Tukaenda mlimani, mimi nikaona kila kitu imeisha, lakini mimi sikufangi moyo. Nikaambia Mungu, wewe ni mweza. Treasure ile pesa alikuwa ameupewa aweke, akaenda naso.
simu yake achukui, mali alikuwa na akaama. Huku ni town, akaenda nyumba nyingine. Sekretari ameenda na pesa, na sisi hatuna kitu. Sasa tumebaki zero, hakuna. Na nikasikia wanasema hiyo, wacha tuone penye hii harusi itafanyika. Hiyo ndio itakuwa. Kusikia inavunjika na lala kwa nyumba na kosa usingizi. Nikaamini Mungu, nikasikia sasa, nikasema sasa mali nimepiga hata siendi na hao watu. Nitakuwa naenda mlima wangu mimi peke yangu. Mali naona aibu ndio hii, na imebaki wiki moja. Kule tushaambia watu, washakusanya watu, mahema vitu imeshapangwa kule. Sasa ni pesa inagojea tupeane, twende. Sunday ikafika, sasa Sunday ya mwisho. Wale watu tulikuwa hapo changa tukapata 6,000. 6,000 inahitajika 37,000. 37,500. Na sasa tumepata 6,000 na kupatia story pile Mungu anafanyanga. Kaita mama, nikamwambia sasa tuende kwangu tukaongea. Tukaenda tukaongea. Nikamwambia unajua ile pesa imetoka ni 6,000. Kubea mama pesa akanirudishia. Na akaondoka na akaenda, akalia na akaenda. Akasema Joshua, mimi nimeisha kabisa. Sasa sina ndoa. Nililala hiyo usiku, usingizi huko kuja. Hiyo usingizi yote sikupata usingizi, maana nilikuwa natamani ndoa na nilikuwa napenda mke wangu. Na sina pesa na tushaambiana kwao. Sasa mimi naona aibu utaingia kwao. Wacha nikwambie wewe ambao unafikiria unaona aibu. Mtu aliye na Mungu hakunanga aibu. Mungu anaweza kukubali waipige. Mungu anakutetea. Monday ikafika, nikaenda mlimani. Sasa inaenda kila siku. Tuesday ikafika, nikaenda mlimani. Nilipokuwa pale Tuesday nikiomba, Mungu akaninenea, akaniambia Joshua, niko pamoja nawe. Nilikwambia sitakuacha. Nikasikia sauti imenitia nguvu, nikaomba kama 3 hours. Sipumziki. Na siombi na sauti kidogo, na nimekuwa kama moto, sinyamazi. Natamani ninyamaze, siwezi kunyamaza. Kwa nilisikia sauti imenena na mimi. Nilisikia joto hapa kwa kichwa katikati. Nikasikia Roho akiniambia kwamba niko pamoja nami, nawe sitakuacha. Nikasikia nimeomba 3 hours. Najaribu kufunga mdomo sifungi. Najaribu kuomba pole pole iwezekani. So napaza sauti juu. Na kuambia mtu ambaye anayemtegemea Mungu, hakuna siku anaweza ibika. Kutoka pale nikasikia niende nyumbani. Nikienda nyumbani nikapikiwa simu na mama kutoka rafiki yangu sana. Hata mimi yako hapa ananiangalia kutoka Mtito Endei. Akaniambia, pastor, kuja kwangu uniombe. Nikamwambia mama, nataka nikuja kwako nikuombe, sina fare. Akaniambia nipea, nitakutumia pesa ngapi? Akaniambia kutoka Nairobi kwenda Mtito ni 800. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia na mahali fulani uchukulie gari za Mtito direct. Nikaenda Nairobi hapo nikachukua gari za Mtito. Lakini alinitumia 1,500. Nilipokuwa kwa njia akaniambia, pasa nimekuongezea ngili nyingine moja. Pia ni 800. Lakini amenitumia 1,500. Niko katikati ya njia akaniambia nimekuongezea 1,000 ya maji kwa barabara na chakula. Mtito Endei. Hiyo ni story na kupatia wewe ambao umefika mwisho. Kupika Mtito Endei hivi. Hiyo ni story ya ukweli kabisa. Na mama wa mtoto uko hapa, tafadhali unaweza waambia ni ukweli. Na hii nawapea story ya 2000 kitambo sana hapo nyuma. Sijui 2020 ama 2021. Nawapea story ya 2021. So wapea story ya mwaka jana. Kama uko pale unaweza wapia hii habari njema hii. Nikaenda kwake, nikafika kwake, pikipiki akaniambia atalipa hiyo pikipiki. So niko na ngili na miaka kama 3 kwa mfuko, nimesave. Nasema inaweza ongezea pale. Nilipofika kwake nilipata kama ni kanisa, wamekusanya watu, wamejaa hapo kwa kanisa hivi, kwa nyumba. Nilipoingia mahali pale, ilikuwa 2021 hapo, sijui ni mwaka gani hapo. Nikaanza maombi. Kwanza maombi watu wote wakaanguka. Wakati nilikuwa na nguvu, maana sikuwa nimeoa. So sikuwa na stress mingi ya familia, itakula nini, itakunywa nini. Nilikuwa mimi na Mungu na kanisa. Mimi Mungu kanisa. Sikuwa na stress nyingine.
Kwa hivyo nilikuwa na wakati wa kuomba, maana sijaoa. Mtu mwenye hajaoa hata akula zikule, that is hiyo kwake si shida, lakini saa hii lazima nitafute familia itakula nini. Lazima nikuwe na mawazo. Nikaomba wale wa mama wote chini wakaanguka. Sasa wacha waanguke wote. Mimi nimezoea kuangusha mtu mmoja mmoja. Wote wameanguka na wameshikika. Na wale wanaenda na tumbo, na wale wanaenda wanafanya somerset, na wale wanaenda na kichwa. Sasa sijui kuwa control. Sasa ile nilikuwa mgeni kidogo sana kwa deliverance. Sikuwa nimeshika kama vile nimeshika saa hii. Na hiyo nilikuwa 2020 hapo. Nikajaribu wa mama kuomba wakue sawa wakui. Nikasema sasa ile kitu nitafanya hapa nikimbie kwa ukuta, niluke, niende, nitoroke. Ndio sasa nitoroke, nikimbie. Maana nimeshindwa nitaanzia wapi? Alafu wengine wanataka kunipiga, wengine wanataka kutoa nguo, na niko peke yangu. So nilikuwa nimeenda peke yangu, sikuwa nimeenda msaidizi. Na nimejaribu kucontrol watu wanyamaze wakue sawa. Haiwezekani. Mama wa mtu kama uko hapo andika, mlinisumbua sana hiyo siku, sitawahi sahau. Wapendwa, niliwaambia watu kutoka saa 12 ya jioni mpaka saa 4 ya usiku. Saa 4 ya usiku. Watu ni kupingilita tu. Najaribu kusema control. Najaribu kuambia Mungu wao nisaidie, haiwezekani. Sasa nikienda kuruka umbwa nazo zinakuja. Sina nisuia narudi hapo kuombea na mama. Nikienda najaribu nikimbie tu nitoroke niende, na sasa sijui hata nikitoroka nitaendea wapi. Natoroka sababu ya uonga. Naona ile za kazi hawa mama wanafanya. Sasa na mimi hawa watu wataniua, kinishika watanimaliza hawa. Lakini Mungu akaniambia Joshua, tumia maji. Chukua maji uombe. Wapika na hiyo maji. Nikachukua maji hapo. Sasa mimi ndio najichotea, maana watu wote wa mama, wazee wa Elia hiyo, mzee wa huyo mama, watu wa hiyo wote wameanguka chini. Nikashinda hii nayo ni nini? Kwa sababu gani? Nimekuwa nikiomba wiki mzima. Wiki mzima nimekuwa kwa maombi. Wiki 2 nimekuwa kwa maombi. So nimekuwa kwa maombi mvulizo. Moto iko mingi sana. So nilipoombea wote fire. Nikaitisha fire ikashuka. Wote wakaenda na fire, wakaanza kupingilita. Nikaombea maji. Nilipochukua nikaombea maji. Pa nikasikia wote wakaketi chini. Nikaomba nikawaambia waamke, nikaona wameamka. Nikawaambia pikeni makoti, nikaona wameamka makoti. Nikaona kweli wananisikia sasa. Nikawaambia wote wokovu, waombesha wote wokovu, wakaomba wokovu. Haleluya. Sasa hii kuna miujiza wanakuja kushuhudia kwangu bila Mungu aliwatendea. Sasa hapo nikafika saa 6 ya usiku. Wakaniambia kuna mboma ambayo inaitwa. Ikafika saa 5:30 ya usiku. Lazima tuende niombe ile boma. Wananipeleka kwa ile boma, nikaenda kuombea. Mama alikuwa mgonjwa sana. Tafadhali kama kuna mtu ako hapa wa Mutito ambao mlikuwa wakati huo, unajua naonaga saa zingine mkitazama, unaweza andika ilikuwa mwaka gani, maana na sauni hapo nyuma kidogo. Nikaenda nikapata mama ndio huyo mgonjwa kabisa. Ile nasemanga si mimi ni Mungu. Ile kitu mambo nafanyanga hapo ndio mnasikianga nikisema ni Yesu. Si mimi. Mimi siwezi sema ni mimi. Ule mtu ile mgonjwa alikuwa amengojeka. Hata waleo kama mngepikiwa picha niwawekea hapa muone, mngesema hawezi pona. Lakini wa mama alipona na akaamuka na akatusindikisha. Na alikuwa amekaa karibu miaka 4 bila kutembea. Anatusindikisha toka tupisha hapo kwa mlango. Na tukaenda. Kutoka hapo nikaenda kwa nyumba. Ngoja nihesabiwe bahasha. Nasema hii ya ukweli mbele ya Mungu. Nilihesabiwa bahasha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 mpaka 35. Nikapewa. Tangu nizaliwe sikuwa ninaipata pesa kama hizo. Tangu nizaliwe sangu, si ndio sangu. Sinaitwa sangu. Na mjue pale kuna hitajika 37 na kuna ngili 6. Niko nazo sasa. Sasa nilikuwa nimepewa mama akaniturushia. Niko na ngili 6 sasa nimepewa 35. Nikimlea 35 ndio fare, nikapewa fare. Nikapewa asali. Na asali nikapewa sasa. Nikasindikishwa, naona kama ni Mungu. Wakanisindikisha tu. Ndio wako wamewewe na kitu kama hiyo. Wakanisindikisha mpaka Ndongoni, sijui inaitwa Ndongoni. Hapo nikapanda basi. Sasa niko na pesa, niko na asali. Niko na pesa, niko na asali, niko na basi na niko na kitu inaitangwa olepa. Kwa Kiswahili kuna vile inaitangwa. Kuna venye inaitangwa mabu.
Niko na mabuu, ameniwekea mabuu. Niko na mabuu, niko na asali, na niko na pesa 37,000, 35,000. Nasikia kama na wameniwekea shilingi 2 za pea kwa simu. Na niko na ile 1,000. Nikakuja sasa. Kelele nilipiga nilipofika Nairobi, naambia mke wangu, uko wapi? Msichana maana siko nimemuoa, uko wapi? Kutana kwangu saa hii, na saa hii niko Nairobi. Nikamhesabia 1 2 3 4 5 6 7 8. Maana nilipokuwa nimeenda huko akasema, alikuwa amesema nimekimbia. Nimekimbia, nimemwacha, nimeona vina pesa, nikakimbia nimemwacha. Lakini hakuwa anajua kama Mungu ameniita. So hapo ndipo nilijua kwamba Mungu hawezi kukuimbisha. Nilipompatia hizo pesa akatuma kwao direct. Huko kwao Saturday tukapata kwamba tumengojewa. Sasa kwao kuna ile unaenda kupewa msichana, unapewa, unasindikishwa, huwa wanasindikisha mtu. What am I to God receive honor and adoration? Yes, amen, God bless you. So nilipoenda pale kwao, nilienda pale kwao nyumbani Machakos, sitawekea hiyo pindio. Sijawahi wawekea, ni vile na iko na nyimbo simeimba za Kikamba na inasapikwa strike. Baada nitaweka siku moja kwa TikTok muone. Nilipofika kwao nikapata watu wenye sijawahi ona wamejaa full compound. Nilipowapata tukaanza sherehe, tukasimama, tumevikia watu, tukasindikishwa na 84,000. 84,000. 84,000. 84,000. 30 tukaacha, ukuja na 54. 54,000 ndio tulifanya harusi nazo. Next Saturday iliyokuwa imefuata. So Mungu kwangu alikuja hivyo. Na sikuwa na chochote, lakini nilikuwa na imani. So nakwambia ewe mtu wa Mungu ambaye hauna chochote lakini uko na imani, yote inawezekana. Usikufe, usikate tamaa, usikate tamaa. Mungu, usikate tamaa. Mimi sikukata tamaa, niliamini nitaoa na nikaamini kwamba naamini Mungu. So na wewe usikate tamaa. Believe in God. Muamini huyu Mungu. Muamini huyu Mungu. Muite huyu Mungu. Mahali umefika mwisho, hapo ndio Mungu anakuja. Wewe ambao una school fees, Mungu atakuja. Mimi alikuja kwangu, alitumana kwangu. Mimi alitumana kwangu. Alitumana kwangu. Mimi sikuwa mke na pesa zangu. Ni muujiza wa Mungu. Ni muujiza wa Mungu ulifanyika ndani yangu. So na wewe ambao unaona kwamba umefika mwisho, iwezekani, inawezekana. Ita Mungu, inawezekana. Believe in Jesus, inawezekana. Amini Mungu, inawezekana. Usiku wa leo mwambie Bwana, usiku wa leo kama vile Joshua aliambia sana stand still, kama vile aliambia mwezi usimame katika mlima wa Elion, hivyo na usimame mpaka kutendee haki. There is God in heaven. So guys, muamini Mungu siku ya leo. Aminini Mungu siku ya leo na mtamuona. Mimi ni mtu ambaye niko na ushuhuda za kwamba kuna Mungu. Ninasemaga mimi am living testimony. Maana mimi maisha yangu yote nimeona Mungu. Nimeona Mungu, nimeona Mungu. Yote ni Mungu. Na wewe nakwambia kuna Mungu. Muamini Mungu. Yote itawezekana. Yote inawezekana. Muamini Mungu. Mungu anaweza badilisha maisha yako na dakika moja. Mungu anaweza badilisha maisha yako na dakika moja. Mungu alimbadilisha maisha ya Mesebothi na dakika moja. Mesebothi alikuwa anakaa kwa nyumba ya makilili, kijiji cha umasikini kabisa. Lakini maandiko yananiambia kwamba Daudi hakulala usiku. Mungu akamsumbua. Akaamka kesho yake asubuhi akauliza, pamebaki mtu wa Saul niweze kumtendea mema? Mtu wa Jonathan niweze kumtendea mema? Watu kamwambia Jonathan anaye mtoto, naye ni kiwete. Uko mahali pale, wewe ni masikini. State House, Mungu analeta kitu ili kukumbuke. Kuna msichana mmoja anaitwa sijui Mudhoni sijui Olepa wa Mlanga. Alishikilia mti tu 3 hours, 3 days. Na sasa yako State House. Anatembea State House. Mungu anafanya kitu chochote kile akuokoe maisha yako. Yule mzee anakuwa na mbele na hakuwa na mwisho. Lakini kushikilia mti hivi kulifanya salimiana la rais, kulifanya hadi State House, kulibadilisha maisha yako. Wakati Mungu amekukumbuka, anaweza fanya kitu chochote kile. Ameki sure umekombolewa. Ameki sure amekuokoa. Ameki sure amekuinua.
Si masomo iliyokuwa Muthoni, si masomo ilimfanya kutana na president, si masomo ilifanya alibu hizo ile pesa alilipwa, lakini ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. When God says yes, nobody can say no. When God says yes, nobody can say no. Aliambia Ibrahim, nataka kumbariki, nitambariki. Nataka kulaani, nitamlaani. 1 minute. Mungu anaweza badilisha maisha yako ushangae. Mungu anaweza badilisha maisha yako ushangae. Joseph alikuwa kolokoloni akiwa mfungwa, lakini usiku ule Mage Kim unana anasema blokiwe. Amen, amen. Ni nani ako comment section? Amen. Ya waliluti ulipofanya wedding, waliluti. Test sasa ni kuone. So wakati wa shida wanadamu watakukimbia, watakutoroka, watakuachanisha. Haleluya. So Mungu ndiye aweza kukuacha. Amekuchola katika vitanga vya mikono yake. Amekuchola katika vitanga vya mikono yake. Hapa Mungu amekuchola hapa. Mungu amekuchola. Don't fear. Don't fear. Joseph, Mungu alibadilisha maisha yake na usiku mmoja. Joseph alikuwa kolokoloni. Alikuwa amevaa mavazi ya korokoro. Alikuwa mfungwa. Nywele zilikuwa zimeachiliwa, lakini usiku huo Farao kulala usingizi. Mungu alifanya Farao asilale usingizi ili aokoe Joseph katika korokoro. Amuokoe katika korokoro. Na wakatafuta mtu mwingine yeyote anaweza pia na ndoto. Waganga wachawi wakakuja, Illuminati takataka wakakuja, wakajaribu ikashindikana. Watu wenye hekima ikashindikana. Na maandiko yananiambia kwamba Joseph ndiye alikuwa na tu na roho wa Mungu mwenye anaweza tafsiri ile ndoto ya mfalme. Usiku wa leo na kutangazia wewe ni mtu wa maana sana. Wewe mtu anacheza na sisi, anacheza na maisha yake. Wewe chunga usiku hata kabla wakati wako. Si atuongee maneno ya watu hapo, tunaongea neno. Jipe shughuli. Kama unataka kuniangalia, mimi sija kulazimisha uniangalie, na uja niwekea ndata. Na sija kuomba pesa ndata. So, my dear friends, Mungu alibadilisha. Mungu alibadilisha. Maandiko yananiambia kwamba Mungu alibadilisha mtumishi wa Mungu Josefu na siku moja. Na wewe hata siku ya leo Mungu anaweza kubadilisha na dakika tu. Hapo unaona kwamba umefika mwisho. Hiyo sio mwisho wako. Hapo sio mwisho wako. There is way where there is no way. Kuna njia mahali hakuna njia. Mungu ndiye njia. Yesu ndiye njia. Yesu ndiye njia ya uzima. Muite siku ya leo. Mimi nilimuita, nilimuona. Wewe muite, utamuona. Tumuite pamoja na utamuona. Mimi tangu nifungue kanisa 2021, wale washirika nilikuwa naletewa ni washirika wa kuwapea. 2024 ndio Mungu alibadilisha kalenda. 2024 nikapata watu wa kunipea. 2021, 2022 nilikuwa napata washirika wa kuwapea. Mimi ndio nawapea, na umbilia labu nawapea unga. So guys, there's God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. There's way. Yote inawezekana. Nataka niombe na mtu ambaye anaamini leo. Nikusaidia kuamini. Mtu ambaye anaamini. Mzee alienda, mke alienda, kazi ilisha, umetafuta kazi, hauoni, hauna school fees, hauna land. Tuombe na wewe. Mimi nilikuwa na lendo.
Mimi niko na lendo. Na sasa niko na float yangu. Nilikuwa na lendo na sasa niko na float. Na lendisha. Hata wewe mwenyewe Mungu anaweza kuja siku ya leo. Wewe ambao unaitwa tenant, uitwe landlord. Jina ibadilike. Joseph kabadilishiwa jina kutoka mfungwa to prime minister. Mungu anaweza badilisha historia yako na siku moja, dakika moja, if you breathe. Kama unaamini. Kama unaamini. Kama unaamini. Mungu anaweza badilisha siku yako na dakika moja. Kama unaamini. If you breathe. Mungu anataka tu uamini. Let's we pray. Nataka kuomba na mtu mwenye anaamini. Aniambia Joshua, mimi naamini. Nataka kuomba na mtu aniambia hata kama Joshua umepikwa mawe, naamini. Unaweza niombea na jambo itendeke. Niko na imani Mungu anaweza badilisha maisha yangu. Niko na imani Mungu anaweza niinua. Niko na imani Mungu anaweza nitendea. Niko na imani Mungu anaweza niponya. Haijalishi ni kansa, haijalishi ni kansa, haijalishi ni blood pressure, haijalishi ni masukari, haijalishi ni pressure, haijalishi ni nini. Mungu anaweza niponya. Nataka mtu kama huyo usiku wa leo. Nataka mtu kama huyo usiku wa leo. Anasema Joshua, there's God in heaven. Naenda kuomba saa hii. Na naomba kama naketi. Hata siombi kama niko na nguvu yenye na mmezoea kuniomba nikiomba na nguvu. Siombi hiyo. Sikia hiyo basi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Muumba nchi, Muumba mbingu, Muumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. You are the Lord Almighty, you are the Lord of power, you are the King of glory. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine. Unasema niiteni, nami nitaitika. Taonesha mambo makubwa na mambo tunajua. Nasi Yesu, kama watoto wako na wana wako na watumishi wako, tumesongea mbele zako jioni ya leo hii. Tumekuja kukuita. Ulipoenda Bethania, maandiko yananiambia kwamba Yesu ulipata Lazaro amelala kaburini siku 4. Ukasema ondoeni mawe. Na walipoondoa mawe ukaangalia juu. Ukaita Mungu Baba, naye akaitika. Kumwambia Baba, najua unanisikiliza zote, na hata siku ya leo utanisikiliza, ili watu hao wananitazama waamini. Nami Joshua, najua kwamba Mungu wangu umenisikiliza. Nimewapatia ndia yangu. Na nataka Yesu akaamini kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Hapa kuna mtu amefika mwisho. Kuna mtu ana school fees, kuna mtu amedaiwa na rent, kuna mtu ambaye ni mgonjwa, kuna mtu ambaye familia yake kuna watu wa mtu mgonjwa, kuna mtu amefika mwisho ana kazi, kuna mtu ana ndoa amefika mwisho. Na Yesu anakutazamia wewe. Katika kitabu cha Jacobo, James 1:19, vitu vyote vizuri vinatoka juu mbinguni. Yesu anakuomba kafungue mbingu ambayo ndiye hazina yako, ukaachilie vitu vizuri kwa ajili ya wana wako. Jambo la kwanza, na waombea utakaso, na waombea msamaha. Kama kuna dhambi Yesu tumetenda, kama kuna dhambi Baba wametenda, Mungu naomba msamaha. Najua pale msalabani kupitia kwa damu yako iliyomwangika miaka 2026 imepita, iko na nguvu, iko na uwezo wa kutakaza, iko na uwezo wa kuosha. Baba, tutakaze dhambi zetu na makosa yetu. Ndio nasema kwamba Eli aliyesamehewa dhambi zake, ambaye Bwana amhesabii dhambi. Unasema mkono wako si mfupi, wala sikio lako si kisiwi, usiweze kusamea makosa yetu, bali dhambi zetu utuvalishana na uso wako. Sasa Yesu, tutakaze kwa kuna wingi wa msamaha, ili jina lako liongopewe. Tunaishi kwa sababu ya neema, si kwa sababu si kwa sababu ya haki, lakini kwa sababu ya neema. Sasa neema hii ikabeba watoto wako hawa ambao wamefika mwisho. Mali hakuna njia, ukafungue milango. Mali hakuna njia, ukafungue milango Jehova. Ukawape njia kama vile ulifungulia wana wa Israeli njia, wakapata njia, wakaenda ng'ambo ya pili.
wakapitia katikati ya bahari. Najua kwamba Yesu utatengeneza njia ya wana wako, watafanikiwa. Wale ambao wamefika mwisho, wale ambao wamefika mwisho Jehova, wale ambao wanalia, wako na madini, wale ambao bank inawanuia. Oh my dear Father, nimekuita nikiwa duniani, ukiwa juu mbinguni, nikijua kwamba Yesu uliniambia kwamba nikuite na utaitika, utanionyesha mambo makubwa hata kuliko yale niombayo. Jehova, shuka kwa ajili ya mtu, sitataja jina lake Jehova, lakini nawajua wote majina, wale wanaokuamini. Tenda ishara, tenda miujiza, tenda maajabu usiku wa leo, kawaone. Nikasikie neema, nikasikie ushuhuda wakitoa ya kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Wakati Joshua usiku ule, nilikuwa na deni na nililipiwa deni. Nilikuwa na deni ya rent na nililipiwa. Nilikuwa mgonjwa, nilipona. Mamangu alikuwa mgonjwa, akapona. Ndugu yangu alikuwa na shida, akapona. Yesu, unajua kwamba yote inawezekana. Sasa itisha moto wa Roho Mtakatifu juu ya maisha yao, ukachome ufalme wote wa giza, madhambi yote ya giza, uwape amani, waweke ulinzi. Lazima kutoka kwa moto. Yesu takaza, Yesu tawala, Yesu tenda, uonekane, uabudiwe. Katika jina kula Yesu tuomba tukiamini. Amen. May God bless you. Mungu awabariki sana na awatendee. Nasikia kuna kitu kimetoka ndani yangu, na ni kumaanisha kwamba kuna mtu amepona kwa jina la Yesu. Mungu awatendee, Mungu hawainue, Mungu awatakaze kwa jina la Yesu. Na muda kwa mahali pale anasema kwamba mchungaji, nitakuwekea maji, ambapo ndio hiyo pale, weka maji na Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Be blessed. Atakayewapea maji atapewa. Mungu awabariki na wainue. Ukuwe na usiku mwema. Shalom. Kama ni mapenzi ya Mungu, tutakutana na nyinyi kesho mchana, maana jioni nitakuwa na safiri, naenda masafari zangu za huduma sehemu Sambali. Na mapenzi ya Mungu, tuonane na mkuwe na wakati mwema usiku wa leo, mkibarikiwa na Bwana. Amen. I love you. Shalom.